Kwa kwanza, wewe ambaye msanii unaanza, nataka nikuelekeze mambo fulani ambayo yatakusaidia ili usiwe msanii ambaye unasumbua location, msanii ambaye unafanya mpaka makameramani, madirector wakakuchukia. Kwa kwanza jitahidi uwe na mazoezi ya nyumbani. Uwe unaigiza mwenyewe nyumbani. Unaweza kuigiza na watu, unaweza kuigiza peke yako, ili kujitengenezea namna ya kutengeneza structure za uso, miongeo ya mwili pamoja na maneno. Lakini kingine, wengine wanatumia vioo, anact kama yuko na mtu anaigiza, ile inaongeza uzoefu wako binafsi. Kingine, heshima. Jitahidi kuwa na respect kwa wale ambao wanakushika mkono, hata kama ni mdogo. Jaribu kumpa respect. Unaweza kupata kingi ambacho anacho kuliko kumdharau na ukajikuta ukapata tu vya juu juu. Kingine, unatokea uwe msikivu. Uwe unazingatia mafunzo. Kila linalozungumzwa hakikisha unalitilia maanani na kulifanyia kazi, na pale ambapo hujaelewa unauliza. Sasa leo katika somo letu la video production, msanii wangu, nataka nikufundishe maneno ambayo yanatumika katika production. Sawa, najua huwa unasikia standby, camera roll, after shot, take 2, take 1, huwa unasikia. Sasa leo nataka nikufundishe kwa haraka haraka maneno yale ukiyasikia yanamaanisha nini. Kama utayafuata basi utakuwa msanii mzuri ambaye utaendana na wale makameramani, utaendana na director, watakupenda. Kwa sababu yale maneno yana maana. Kama uzijui maana zake na uendi kama vile yanavyotaka, ina maana wewe unaharibu kazi, unawapa shida. Ina maana wewe utakapokuwa msanii ambao unajua maana, unajiongezea thamani katika production. Director, producer, cameraman wanatamani wafanye kazi na wewe kwa sababu mnaongea lugha moja na mnaelewana. Safi. Moja kwa moja tuende kwenye standby. Ukisikia standby kaa tayari kwa tafsiri yake ya kawaida. Lakini ukisikia standby maana yake nini? Standby maana yake jiandae. Kama scene ilikuwa inataka kulia, andaa hisia za machozi, andaa machozi, ukiambiwa action uanze kucheza. Kama scene ilikuwa inataka furaha, anza kuandaa furaha, vuta hisia za furaha. Kama ilikuwa inataka kukimbia, anza kidogo hata kuweka miguu vizuri ili ukipewa action uanze kukimbia. Kwa hiyo neno standby linamaanisha ujiandae. Kujiandaa sio kusimama tu na kusikiliza, kujiandaa kuanza kurecall, kuvuta hisia ya kile ambacho unakwenda kukicheza. Kuandaa mwili kuwa tayari kwa kile ambacho unakwenda kukicheza. Kwa hiyo ndio standby. Na baada ya standby kuna neno action. Action najua wengi wenu mnajua action ni kuanza. Sasa leo nataka nikusumbue akili kidogo. Action sio kuanza. Action maana yake hesabu sekunde 3 na uanze. Sawa? Kuanzia leo unatokea ujue kwamba action maana yake hesabu sekunde 3 ndio uanze. Lazima uhesabu sekunde 3. Kwa nini? Vipindi vinavyofuata nitakuelekeza kwa sababu gani. Ila kwa haraka haraka zile sekunde 3 zinasaidia katika ukataji wa video kule wanapokwenda kuedit. Lakini pia zile sekunde 3 zinasaidia maneno yenu wewe utakayeanza kuongea na neno la director aliposema action yasiingiliane yakawa neno moja. Mimi nikisema action na unasema Mwajuma. Kwa hiyo inaweza kawa Mwajuma, yani action Mwajuma, zinaingiliana alafu kule zinaenda kuleta shida. Kwa hiyo ukisikia neno action, hesabu sekunde 3 ndio uanze kuigiza. Ninapokudirect mimi nikikwambia action ukanianzia kuigiza, hujahesabu sekunde 3 na kupiga kibao. Sawa? Kwa hiyo kuanzia leo action sio kuanza. Action maana yake hesabu sekunde 3 ndipo uanze kitendo. Safi. Tukitoka kwenye action tunakuja kwenye camera roll. Camera roll maana yake nini? Camera roll ni neno la kihistoria ambalo tunakuja kulitumia sisi kwa historia. Katika kipindi hiki halina maana kubwa sana, ila zamani lilikuwa lina maana. Camera roll halitumiki kwa msanii, ila msanii ukilisikia unatakiwa ujue iko nini. Camera roll ni neno ambalo analizungumza director, anamwambia cameraman, wakimaanisha nini? Anamuuliza cameraman, je, upo tayari? Cameraman atasema nipo tayari, basi kazi itaendelea. Camera roll maana yake nini? Zamani walipokuwa wakitengeneza film kulikuwa na kamera zile za zamani zilikuwa zinatumia mkanda, zile tape zile. Sasa ilikuwepo muda mwingine
lazima kameramani ya roll zile tape, aidha tape mpya. Tape mpya huwezi ukaanza kurekodi mwanzoni, lazima uisogeze mbele kidogo, ndo tunaita kuroll. Kwa hiyo anaulizwa, je, camera roll? Yeye atajibu rolled. Akijibu rolled, basi director ataachana na kameramani, atakuja kwa wasanii, atasema standby, wasanii watajiandaa, atasema action, wasanii watahesabu sekunde 3, kitendo kinaanza. Kwa hiyo maneno mangapi hayo nimekufundisha? Maneno 3. Twende kwenye neno la 4 haraka haraka. Neno la 4 ni nini? Neno la 4 ni pause. Pause ni nini? Chukua remote ya nyumbani kwako, utakuta kuna alama ile imewekwa kama namba 11, ile ndio pause. Je, ukichukua ile alama ukabonyeza katika TV yako, nini kinatokea? Kinachotokea ni kwamba TV yako itanasa, itaganda. Kwa hiyo katika uigizaji director akisema pause maana yake ganda. Unapoambiwa ganda, usigande alafu ukasikia director anaanza kutoa maelekezo unamgeukia. Umekosea. Utaganda mpaka pale utakapoambiwa ganduka kwa lugha ya kitaalamu, ambapo utaambiwa labda cut. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya neno pause. Kwa nini upause? Katika editing kuna maana kubwa. Endapo utakiuka ule mwiko wa kupause na ukaanza kutikisika, katika editing utaharibu, especially scene zinazohusiana na effect. Effect nyingi haziwezi kwenda kama mtu ameambiwa pause afa akatikisika. Kuna mambo fulani ya kitaalamu unayaharibu. Safi, neno la 4. Hebu tuende kwenye neno la 5. Neno la 5 ni cut. Cut ni nini? Cut maana yake maliza. Cut maana yake maliza. Kwa hiyo director atakapokuambia pause utaganda. Lakini ukisikia cut maana yake maliza. Mchezo umeisha. Aidha tunaenda kwenye scene nyingine au hajapenda mlivyocheza, itaanza tena mwanzo. Kwa hiyo cut maana yake maliza. Maneno haya nilokuelekeza ni muhimu sana uyajue, yanapozungumzwa basi na wewe uweze kuyaendana kama yanavyotaka, basi kikazi utakuwa uko perfect kabisa. Hadi kufikia hapo nimemaliza kipindi changu. Tukutane tena katika kipindi kinachofuata, hatua kwa hatua mpaka tujue kuigiza, tuwe na viwango, tutengeneze pesa.